Karibu tuanze na taarifa kuhusiana na mgomo wa wauguzi ambao umesababisha shughuli katika hospitali za umma nchini kuendelea kutatizika kwa siku ya tatu mfululizo kufuatia mgomo wa wauguzi. Hali hii imeendelea kushuhudiwa huku maafisa wa Wizara ya Leba wakikutana na wawakilishi wa wauguzi kwa lengo la kutafuta suluhu ya mgomo huu ambao kufikia sasa umesababisha vifo vya watu 6 eneo la Pwani. Wagonjwa katika hospitali za umma katika kaunti mbalimbali wamelazimika kutafuta huduma kwingineko ikiwemo katika hospitali za kibinafsi. Naam, katika muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunakuletea moja kwa moja taarifa kutoka kwa baraza la magavana kuhusiana na mgomo huo. Lakini hebu tusalie na swala hili, lakini tuelekee katika kaunti ya Samburu ambapo athari za mgomo wa wauguzi nchini ambao umeingia siku ya tatu hii leo zinaendelea kushuhudiwa, huku katika hospitali ya rufaa ya Samburu akina mama 6 wakidaiwa kulazimika kuwaondoa watoto wao hospitalini kutokana na ukosefu wa wahudumu wa afya. Makilo yao already mama sao wameenda kutoka kwa hiyo mashini na kwenda nazo kwa sababu hakuna mtu wa kuangalia. Ndicho kilio kinachotokana na hali inayodaiwa kuikumba hospitali hii ya rufaa ya Samburu kutokana na mgomo wa wauguzi nchini unaoendelea kwa siku ya tatu. Cha kusikitisha zaidi ni kuwa mgonjwa mmoja aliyeletwa hapa akiwa hali mahututi hayupo tena baada ya kukosa kumhudumia, lawama ikilimbikiziwa serikali za kaunti ambazo zimekuwa zikizozana na serikali ya kitaifa kuhusiana na swala la mkataba wa makubaliano ya kazi ya wauguzi. Counties, magovernors wamerudishwa waende walipe hiyo pesa ilikuwa inatakiwa kulipwa madaktari na manases. Zaidi ya wagonjwa 20 waliokuwa wamelazwa kwenye kituo hiki wamehamishwa hadi katika hospitali ya misheni ya Wamba. Kwa ile ward. Lomodo Limlin kutoka eneo la Baragoi hajakuwa na nauli kumpeleka mwanaye kwenye kituo hicho kufanya upasuaji wa mdomo. Alilazimika kukesha hapa akisubiri ambulensi kumpa usafiri. Sasa hakuna namna yuko hapa. Hakuna hata watu najua. Nilikuja tu kwa Baragoi kwa ajili ya mtoto tu peke yake. Kuna watu najua. Mimi tu na Mungu tu peke yake. Kadri milango ya wadi inapoendelea kufungwa, wanaumia ni wagonjwa hadi wauguzi warejee kazini. Cecilia Kesho, KTN News. Hivi punde kwenye sehemu yetu ya mdahalo tutakuwa tunazungumza naye Joseph Ngwasi ambaye ni kaimu mwenyekiti wa chama cha wauguzi humu nchini, ambaye atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na mkataba huu wa maelewano, yani CBA, ambayo inasemekana kutoka kwa upande wa serikali wanasema kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kubadilishwa. Atakuwa anatueleza zaidi kuhusiana na hilo, lakini kwanza tuangazie taarifa za siasa ambapo Rais Uhuru Kenyatta ameendeleza kampeni zake za kisiasa katika kaunti ya Nyamira, kisha baadaye atakuwa katika kaunti ya Kakamega atakapokutana na naibu wa rais William Ruto ambaye amekuwa na mikutano kadhaa ya Jubilee katika kaunti ya Bungoma. Awali Uhuru akizungumza huko Nyamira alisema kuwa serikali yake itahakikisha kuwa tatizo la wakimbizi wa ndani linashughulikiwa mara moja. Hapo jana Uhuru alitoa shilingi milioni 358 kuwafaidi waathiriwa 7,000 wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 wanaotoka katika kaunti ya Kisii. Hii leo rais ametoa shilingi milioni 470 kwa wakimbizi wa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 wanaoishi Nyamira. Kwa kaunti hizi mbili za Kisii na Nyamira. Nataka nichukue fursa hii niseme ya kwamba shughuli yetu kwanza ilikuwa kuhakikisha kwamba wale ambao wanaishi kwa mahema wameondoka kwa mahema, na hiyo shughuli tulimaliza. Hii sasa ambayo tumeanza hapa Kisii na Nyamira ni mwanzo wa safari ya kumaliza shida ya integrated MPs hata katika kaunti zingine 33 zingine. Nyandarua ni moja, Meru ni ingine, Nakuru ni ingine, Vihiga ni ingine, Kakamega ni ingine, Kisumu ni ingine, Migori, 33 counties
ambao tumeweka pesa yao na tumeanza hapa kwenu Kisii na Nyamira, ndio sasa tuingie kaunti hizo zingine. Na tumefanya hivi kwa sababu kama kiongozi wa taifa, na ile nitawauliza siku ya leo, wenzetu, hatuwezi tena kukubali kama nchi kurudi kwa siasa na maneno ambaye inaweza kuleta vurugu katika taifa letu la Kenya. Tuone tena wenzetu wakipoteza maisha, mali yao, au kutoroshwa pahali wanapoishi ati kwa sababu ya siasa. Ekerenyo, nyinyi mtakubali mambo hiyo tena? Twaweza kukubali mambo kama haya tena? Hakuna tena. Hebu nionyesheni kwa mikono ni wangapi wamesema hiyo siasa hatutaione tena. Na ndipo mimi nasema, na hata nikianza nasema tuhubiri amani. Wenzetu, tuhubiri amani. Tujue ya kwamba bado tutakuwa na taifa laitwa Kenya baada ya uchaguzi. Na mimi nawaomba hata wapinzani wangu na hata wale ambao wananiunga mimi mkono. Tukisalia na siasa, mwaniaji urais kwa tikiti huru Joseph Nyaga hii leo amemzindua rasmi mgombea mwenza wake Moses Marango. Nyaga amesema jukumu kuu la mgombezi mwenza wake litakuwa kuwa msaidizi wake kama rais, mbali na kuleta sura ya matumaini kwa vijana. Marango mwenye umri wa miaka 39 ni mhandisi wa zamani wa kampuni ya Hewlett Packard na pia mhadhiri wa hesabu chuo kikuu cha ufundi au Technical University Nairobi. With my choice of a very capable gentleman, I have confidence that the Kenyans will see that I made the right decision. I'm confident that Kenyans will therefore give us the votes so that we can lead this country to greater heights. I now introduce my friend, my running mate, Bwana Moses Marango from Bungoma. Thank you, Mr. The floor is yours. Thank you. The country is at a stalemate at this point in time. We need to offer leadership. We are prepared to go all the way and lead the country to a peaceful end, because there is some uncertainty in this country. Somebody has to offer leadership. Those quiet, silent voices that are rumbling because they do not know what tomorrow looks like, I want to present to you the Joseph Nyaga presidency together with Moses Marango. We are willing and we are ready. We are capable to deliver, and we will secure your interest as a nation, everybody included. We are bringing on board integrity. We are bringing on board innovations that we want to address, especially those people who are disenfranchised. Those people who come from regions that are never given attention, because to some people they do not matter because they are few in number in this country. Joseph Nyaga, His Excellency, together with I, have made a commitment that everybody in this country matters. No matter where you come from, no matter what you look like, no matter what you do for a living, you have a right since you're a Kenyan. Kidero amewahakikishia watu wanaoishi na ulemavu kuwa utawala wake utabuni sheria ambazo zitawafaa pakubwa watu wanaoishi na ulemavu faika zaidi kama gavana wa Nairobi. Kidero ameongeza kuwa serikali yake imetenga shilingi milioni 300 katika mwaka wake wa bajeti ambao unaanza Agosti mwaka huu. Tushachagua tutakuwa na directors of the disability board 11 within next week watakuwa wameanza kazi na jukumu lao la kwanza ni kuhakikisha tuko na CEO, na huyo CEO must be a person with disability. In our current budget, this coming budget, we've put aside 300 million shillings. 300 million shillings. And we are the only county in Kenya
that has put aside this kind. Na hatujafanya zile zote ambazo tulikuwa tunafanya. Ndio tunasema tumeanza na tunataka tuendelee, mtupatie nafasi. Mimi na mweke mtupatie nafasi ili tuendelee, ndio tunasema Kidero mweke 5 tena. Sawa sawa. On the 8th of August, nataka nyinyi nyote mtoke, and I want to appeal to everybody, and we are going to put it in an executive order that walemavu wote must be given the opportunity first kuingia kwa, if people are lining for a lift, we must give them priority. If people are getting into a bus or a matatu, they must be given priority. Ikiwa sheria inasema 5% ya all appointive position na elective position iwe imejazwa walemavu, ni lazima sheria hiyo itekelezwe. Mimi hapa Nairobi, I am very proud to be associated with the county government of Nairobi as far as the disabled are concerned, kwa sababu Mheshimiwa Kidero, wewe pamoja na assembly yenu, nyinyi peke yenu ndio county ambayo mmepitisha mswada wa walemavu katika nchi nzima ya Kenya. Na nikirudi kwa siasa ya ODM, wakati huu ningependa Mheshimiwa Kidero na viongozi wote wa ODM wasikie ya kwamba zile positions za nomination, afadhali hawa Disabled League wenyewe wachague watu ambao watanominatiwa. Kama governor wa kwanza wa Nairobi, amekuwa na kazi ngumu changing systems from what people were used to for almost 50 years to establish new systems and structures. Sasa hiyo miaka 5 ameweka mikakati ya kuendeleza mambo yote sasa mazuri. Tukimuongeza sasa hiyo 5 tena, mnaona vile ameanza. Kuna mtu amewahi kuwaita kama walemavu? Ile changamoto tunapitia kama sisi walemavu, kwa ya kwanza mambo ya basari iko na discrimination hali ya juu. Ya pili, tungeomba Dr. Evans Kidero wa Nairobi pale kwa City Hall. Kuna challenge kubwa sana kwa sababu unapata hizo offices hakuna ile metengewa walemavu hasa. Ukienda hapo unaambiwa si hapa, si hapa, si hapa. Inafika mpaka pale tufanye fudo ndio tusaidiwe. Kwengine kwa mawakili wa pande zinazohusika na kesi ya rufaa iliyowasilishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuhusu hesabu za kura za urais waliendelea kutoa mawasilisho yao katika mahakama ya rufaa kwa siku ya pili. Upande wa NASA ukiongozwa na wakili James Orengo unasema maafisa wa uchaguzi katika maeneo bunge ndio wanaotakiwa kutangaza matokeo ambayo hayatakiwi kubatilishwa na mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi katika kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais. Awali mahakama kuu ilikuwa imemharamisha mwenyekiti wa tume hiyo kuwa na uwezo wa mwisho wa kutoa hesabu za kura za urais kutoka katika maeneo bunge mbalimbali. Na mtakuletea taarifa hiyo baadaye, lakini kwa sasa nakupeleka moja kwa moja hadi walipo magavana, ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana Josephat Nanok anatoa hotuba hapo kuhusiana na mgomo wa wauguzi. Hebu tusikize. Fruitful negotiations can only be concluded once the nurses report back to work. 4, the Council remains committed in good faith to the finalization of the CBA and will adhere to the direction given by the Salaries and Remuneration Commission. 5th, the Council of Governors has sought the intervention of the Cabinet Secretary in charge of Labour to facilitate conciliation between county governments and the Nurses Union. We are confident that the process led the Cabinet Secretary in charge of Labour, which began yesterday, will come up with an amicable solution. 6, the Union should see the sense and resume negotiations to ensure conclusion of the CBA. We ask our colleagues who are members of the Nurses Union in all the 47 counties to resume their duties to ensure that Kenyans continue to access health services. 7th, Kenyans should continue to access health services at county health facilities, even as Nurses Union agitates for better terms and conditions of service. 8, the Council assures Kenyans that county governments have put in place measures to mitigate the effects and eventually end the strike. This is an assurance we've gotten from all the 47 counties who are represented in our meeting today, that the mitigation measures have actually been put
to try and reduce the magnitude of this illegal strike. 9, on a related issue, the Division of Revenue Bill 2017 has had disagreements resulting into a back and forth between the chambers of parliament relating to allocation for county governments. Before the collapse of the mediation process, the Council of Governors had proposed an allocation of 323 billion for counties. Senate had proposed an allocation of 314 billion. The National Assembly proposed Kenya shillings 291 billion. However, the National Assembly has republished the bill and retained Kenya shillings 291 billion as the allocation for county governments. Essentially, I'm raising this so that not only the media, but the Kenyan public can be able to relate the issues about resourcing for this sector, but also other essential sectors which county governments are responsible for in the coming financial year, which is beginning in July, and the connections with already negotiated allowances, not only for nurses, not only for doctors, not only for clinical officers, that had been provided for early in this year, and which is the subject of some of the monies that both ourselves and the Senate are asking that this money be allocated. And you can see in the initial bill, Division Revenue Bill that had passed through Parliament, National Assembly, and which they have republished again, only gives a figure of 291 billion, ignoring the already committed amounts which we have committed as government, both government levels of government, to provide for the allowances for the health cadres of staff who have been approved for. 11, the proposal by the Council and Senate has provisions for money allocated for negotiated salary adjustments for health workers to be shillings 10.3 billion. However, the proposed allocations are yet to be passed by both Chamber of Parliament. This means that county governments cannot afford any further increments to remuneration for health workers, even in the coming financial year, if this money is not provided for in the Division of Revenue Bill. 12, it is important to note that county governments have made increments of Kenya shillings 3,474,144,000 to nurses to be paid every financial year. 13, the financial implication of the current draft CBA, which is the subject of a dispute in front of the Ministry of Labour, is Kenya shillings, as I said earlier on the day when I was briefing the media, Kenya shillings 40,366,442,400 over a period of 4 years, which will require an additional Kenya shillings 10 billion, roughly 10 billion per year, which is basically unsustainable, bearing in mind that there are other health workers and other sectors delivering services at the county, and the fact that even getting the initial amount of money to pay for already agreed on and approved commitments is becoming a challenge and a subject of the current negotiations within Parliament. So that is all what we have to say, and I want to thank you, and I will invite a few questions for clarifications. Yes, maybe identify yourself. My name is Kennedy from When you say that it's 15 measures, what do you mean measures to mitigate the ongoing strike? Can you please respond to that? Essentially, what counties have done is initiate discussions formally and informally with the nurses in each of the counties. That it's about 8 counties that we've had problems so far. Initiate discussion for them to return back, and particularly to be there for the very emergency cases that they're handling in the hospitals. But they have also held discussions for this to continue, because the issues about salaries is a global issue, and which can only be approved once the continuing negotiations. And you can also realize that within the nurses union, there has been a disagreement between the chairman and the secretary general.
on one side saying that strike is illegal, which is actually the position as per the recognition agreement which have been signed with every individual county government, but there are also those other ones who have called the strike without following that due process. So essentially, so far we've tried the best to minimize the problems, and that those negotiations continue. And I hope that the nurses who are actually employees of county governments can be able to resume work as the process of CBA, which is not concluded, can be concluded with ease. Yes. Naam, ni mwenyekiti wa baraza la magavana hapo Josephat Nanoka akizungumzia swala la mgomo wa wauguzi, na mambo kadhaa ambayo ameweza kutaja ni kuwa huu mkataba ambao uko mbele yao hivi sasa, hiyo CBA, zile fedha ambazo wauguzi wanataka ni takriban shilingi bilioni 40 kwa muda wa miaka 4, na anasema hiyo magavana makaunti haziwezi kustahimili gharama hiyo. Hapa studioni basi tuko naye kaimu mwenyekiti wa chama cha wauguzi humu nchini Joseph Ngwasi. Asante sana kwa kuungana nasi. Hebu tueleze haya mambo ambayo yanasemekana kuwa mlikuwa mmekubaliana kiasi fulani cha fedha, lakini sasa mmebadilisha. Ni kweli kuwa mmebadilisha? Ningependa kueleza Wakenya ya kwamba tumekuwa tukizungumza, tumekuwa tukijadili huu mkataba wa CBA na Council of Governors. Tumekuwa tukijadili huu mkataba na County Public Service Boards, ambazo kisheria ndio waajiri wauguzi katika county governments na Public Service Commission katika serikali kuu. Ningependa kusema ya kwamba serikali inapotosha wananchi. Kwa njia gani? Kwa sababu huu mkataba ambao ulipelekwa kwa SRC, hilo ni jukumu la Council of Governors kuforward ule mkataba kwa SRC. Na waliforward ule mkataba ambao sisi wenyewe na wao tulikuwa tumekubaliana. Sasa sijui imekuwa vipi mkataba ambao ulipelekwa kwa SRC umebadilishwa, ili hali yale ni yale mambo ambayo tulijadili na tukakubaliana na tukakubaliana ya kwamba huu mkataba utatiwa sahihi tarehe 2 mwezi wa 6. Naam, lakini SRC inasema kuwa hizi fedha ambazo mnataka, hata kama mmekubaliana na baraza la magavana, ni fedha ambazo serikali haiwezi kukimu. Tumekuwa kama nikijirudia, tumekuwa tukiongea na jana SRC wameweka wazi ya kwamba wamekuwa wakizungumza na county governments na Council of Governors. Kabla tuanze mazungumzo, tulianza negotiations mwezi wa 3. SRC wali confirm ya kwamba walishauri Council of Governors mnamo mwezi wa 2. Kwa hivyo waliwashauri kuwa hizi bilioni 40 hawawezi kuzitoa, ama waliwashauri vipi? SRC wakishauri Council of Governors mambo ya 40 billion haikuwa imekuja kwa sababu mkataba haukuwa umejadiliwa. Kwa hivyo tulipokuwa tunaendelea na mazungumzo, County Public Service Boards ambao ni waajiri wa wauguzi katika counties na national government na Council of Governors walikuwa na ushauri kutoka kwa SRC na tukakubaliana tuweke zile figures, zile fedha ambazo wanasema ni 40 billion, ambapo sisi wauguzi atukubaliane na hiyo figure ya 40 billion. Hamkubaliani na kwa sababu mlikuwa mnataka shilingi ngapi? Atukubaliane kwa sababu tukifanya mahesabu yote ya yale marufurufu ya wauguzi ambayo tumekubaliana, hesabu yake inakuja karibu 30 billion kwa muda wa miaka 4. Kwa hivyo hiyo ukigawanyisha kwa miaka 4, hiyo ni kumaanisha ni karibu bilioni 8 kila mwaka. Swali letu na sababu kuu ambapo tunasema sisi wauguzi, serikali inawaandaa wauguzi, kwa nini saa hii Council of Governors waseme ya kwamba kile kiwango akiwezi kupatikana, na iliali walikubaliana na sisi na
katika mazungumzo yetu kutoka mwezi wa 3 mpaka tukuje kufanya conclusion. Ninashangaa governor akisema ya kwamba mkataba haujatiwa sahihi. Kuna barua kadhaa ambazo Council of Governors wameandikia SRC ya kuconfirm ya kwamba mkataba ule wa wauguzi wa CBA umehitimishwa. Ninashangaa ni collective bargaining ingine gani ambayo wanasema itajadiliwa, ili hali tulimaliza haya mazungumzo na ikakuwa forwarded kwa SRC na mpaka tukakubaliana tarehe ambayo ile CBA ilikuwa itiwe sahihi. Lakini baraza la magavana hapo, nikimsikiza mwenyekiti Josephat Nanoka anasema kuwa wako tayari kujadiliana. Ni kuwa chama cha wauguzi hakitaki kukaa chini kuzungumza. Ningependa kueleza Wakenya kwamba wauguzi wako tayari. Na kama tulivyosema, wauguzi wako tayari kurudi kazi hata kesho. Iwapo ule mkataba ambao tulikubaliana na serikali utatiwa sahihi. Itakumbukwa kwamba mnamo Disemba mwaka uliopita wauguzi walisuspend mgomo. Kama hiyo ni nia njema. Na wakarudi kazini, na katika ile return to work formula iko very clear ya kwamba ilikuwa ifungue njia ya kujadili huu mkataba ambao tumekuwa tukijadili kutoka mwezi wa 3 kufikia mwezi wa 5. Tunafikiri serikali inasungusha na inawaandaa wauguzi, na ni jambo la kusikitisha kwa sababu ili ni jambo ambalo linahatarisha maisha ya Wakenya kwa kuwanyima haki zao za kikatiba, kwa sababu wanafaa kuwa wanapata huduma kutoka kwa wauguzi. Na mwezi Disemba kama ulivyosema, mlikuwa na ile nia njema, mkaamua kurudi kazini ili muweze kutoa nafasi ya mazungumzo. Wakati huu pia baraza la magavana limetoa mwito huo, mtawasikiza wakati huu? Ukiangalia katika ile return to work formula, wauguzi walionyesha nia njema kwa kurudi kazini, na wakahaidiwa ya kwamba huu mkataba utajadiliano na utakuwa umemalizika ifikapo tarehe 2 mwezi wa 3. Sasa tumekuwa tukifanya mazungumzo. Haya mazungumzo tumeyafanya na nia njema. Tumeyafanya na Mwanjiri ambaye ni Council of Governors, ambaye ni Public Service Commission na County Public Service Boards katika serikali za counties. Nafikiri kuna barua ambayo jana imeandikwa na CEO, mkurugenzi wa Council of Governors kwa SRC, wakitaka kwa Public Service Commission, wakitaka kujua ni kina nani wanafaa kutia sahihi katika ule mkataba. Sasa sisi tunauliza, ni kumaanisha ya kwamba serikali haijui mwajiri wa wauguzi ni nani? Sheria iko wazi. Kwa hivyo ni kaunti zote ambazo zimeathirika ama ni kaunti 8 tu ambazo zinasemekana zina matatizo? Ni Kenya mzima. Hakuna kaunti imetia sahihi mkataba wa wauguzi ambao tumekuwa tukiujadili na serikali kuu na serikali za counties kupitia forum ya County Public Service Board katika nchi mzima ya Kenya. Na hiki chama chenu cha wauguzi, kwa upande mmoja viongozi wengine wanasema huu mgomo ni halali, kwa upande mwingine mwenyekiti anasema mgomo si halali. Ni nani wa kuaminika? Ningependa ieleweke ya kwamba anayejidai kuwa mwenyekiti wa chama cha wauguzi alijitenga na chama cha wauguzi. Kwa sababu unapoongea mambo ya wauguzi na wauguzi wenyewe wamekukataa, unaongea kwa niaba ya nani? John B mwenyewe amlijitenga na wauguzi na anaongea na waandishi wa habari huko vichakani akisema ya kwamba huu mgomo si halali. Anaongea kwa niaba ya nani? Kwa sababu tunavyojua ni kwamba kupitia sheria ya chama cha wauguzi akona matatizo na chama chetu, na yeye mwenyewe alijiondoa katika chama, akuji kwa ofisi. Yeye mwenyewe hakuna mahali anaonekana na akitetea wauguzi. Ni nani huyu anaongelelea? Labda anaongea kwa niaba yake mwenyewe, labda anaongea kwa niaba ya marafiki zake wenyewe ambao si wauguzi. Kwa hivyo sisi hatumtabui kama kiongozi wa wauguzi. Mimi Joseph Gwasi, mimi niko kaimu mwenyekiti. Mimi nilikuwa naibu mwenyekiti wake, na wakati yeye mwenyewe alijiondoa katika chama cha wauguzi,
chama cha wauguzi akiesi kukumbali kukuwe na ile pengo. Ndio maana mimi ni naibu mwenyekiti na viongozi wote kaimu mwenyekiti na viongozi wote wa Kenya National Union of Nurses, chama cha wauguzi, wanaongea sauti moja. Na wakati mtu anapoongea kivyake, hiyo si kumaanisha ya kwamba kuna tofauti katika chama, kwa sababu wakati mtu mmoja ako na maoni yake tofauti, si kumaanisha ya kwamba huo ndio msimamo wa chama. Hayo ni maoni yake na yeye sio kiongozi, atumtabui. Yale ni maoni yake na marafiki zake labda wengine, kwa sababu hata saa hii afanye kazi katika kaunti yake, alishafutwa kazi. Sasa atujui anaongea kwa niaba ya nani. Na iwapo SRC itatoa mapendekezo kulingana na yale madaraja ambao walikuwa wameelezea kuwa italeta kama uwiano wa mishahara kwa wafanyikazi wote wa umma, je, mtakubali hilo ama mtasisitizia tu hii bilioni 40? Ningependa pia Wakenya kueleza Wakenya ya kwamba sisi hatukutofautiana kwa mambo ya mishahara. Ule uwiano, kuleta uwiano katika mishahara ya wafanyikazi wa umma, hilo ni jambo ambalo tulisema sisi hatulipingi. Na ule mkataba wa CBA ambao wauguzi wamejadili na Council of na Mwanchiri, sababu ni County Public Service Board, Council of Governors na serikali kuu, unahusiana na mambo ya allowances peke yake, marupurupu. Hakuna mahali tumekataa kule kusawasishwa kwa mishahara na tume la SRC. Asante sana Joseph Ngwasi, ambaye ndiye kaimu mwenyekiti wa chama cha wauguzi humu nchini, akiwa anatueleza zaidi kuhusiana na yale matakwa ambayo wauguzi wanataka yaweze kutekelezwa na baraza la magavana ili waweze kurejea kazini. Tukiachana na hayo, turejelee ile taarifa kuhusiana na mawakili wa pande zinazohusika na kesi ya rufaa iliyowasilishwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC kuhusu hesabu za kura za urais, ambao waliendelea kutoa mawasilisho yao katika mahakama ya rufaa kwa siku ya pili. Upande wa NASA ukiongozwa na wakili James Orengo unasema maafisa wa uchaguzi katika maeneo bunge ndio wanaotakiwa kutangaza matokeo ambayo hayatakiwi kubatilishwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za urais. Awali mahakama kuu ilikuwa imemharamisha mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kuwa na uwezo wa mwisho wa kutoa hesabu za kura za urais kutoka katika maeneo bunge mbalimbali. Now, there's a very important responsibility for the Electoral Commission once the elections have been held at the 290 constituencies. The tallying at the national level is required to achieve two objects. One, to determine whether any of the candidates have achieved more than half of all the votes cast in the election. That's a process that required some arithmetic from the material which is offered to the Electoral Commission at the National Tallying Center. From the 290 results from the constituencies, they can then establish whether any of the candidates has achieved more than half of the votes cast in the election. And B, that at least 25% of the votes cast in each of more than half of the counties. So they're going to go through a process of verification, as it were. This is why I think the word verification is important, to verify whether that threshold has been met.
Mtazamaji, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, tunapumzika kidogo, lakini kabla nipumzike, hivi sasa kuna mkutano ambao unaendelea kati ya viongozi wa chama cha wauguzi humu nchini na Wizara ya Leba kuweza kujaribu kusikiza upande wa wauguzi, na pia baadaye wataweza kukutana pia na baraza la magavana ili waweze kusikiza upande wao ili kujaribu kupata suluhisho la mgomo huu wa wauguzi kuhusiana na utekelezwaji wa ule mkataba wa maelewano, yani CBA. Napumzika kidogo, kuna mengi zaidi tuliokuandalia, usiondoke.